Ndio maana kila nayeamini katika maisha ya milele pamoja na Kristo, Yesu anasema atafute chozi la kila mmoja. Kuna mengi yametuliza, kuna mengi yamekuliza, kuna mengi yamekusumbua. Kuna nyakati ulilia, kuna nyakati ulikosa vitu, moyo wako ukasononeka, maisha yako yakakosa amani, maisha yako yakakosa tumaini, lakini neema ya Mungu ikakutia nguvu, neema ya Mungu ikakupa kuendelea, ukamaliza maisha ya imani, ukamaliza maisha yako kwa ushindi. Siku ya mwisho maandiko anasema Bwana mwenyewe atafuta chozi la kila mmoja. Atasema karibu mwanangu uliyeshinda ya dunia, karibu mwanangu uliyeshinda mahangaiko ya dunia. Atasema karibu mwanangu, upumzike katika raha ya milele, upumzike pamoja na Mungu. Maana maskani ya Mungu, maskani ya Mungu manake makao ya Mungu, eneo ambalo Mungu atakaa na watu wake milele katika ulimwengu ule, katika ufalme ujao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya vikishuka kutoka mbinguni kwa Baba. Kuna mbingu mpya na nchi mpya, maana haya yatapita, maana dunia hii itapita, mambo haya yatapita. Kila kitu unachokiona leo kitapita, kila kitu unachokiona kina mwisho. Ndio maana tunatakiwa, tunapopewa nafasi ya kuishi duniani, tunapopewa zawadi ya maisha duniani, ni nafasi ambayo Mungu ametupa tufanye maamuzi sahihi, ili siku ile tunapomaliza haya maisha tukakae na yeye milele, akatufute machozi, atuambie karibu mwanangu uliyeshinda ya dunia, karibu mwanangu uliyeshinda mahangaiko na masumbufu. Maisha ulio nayo, uhai ulio nao, Mungu amekupa ufanye maamuzi, utengeneze maisha ya milele, maana kuna maisha mengine baada ya haya. Kuna maisha mengine baada ya haya. Hukumu ya Mungu itasimama, maisha yako utatolea hesabu. Tamani wakati unatoa hesabu ya maisha yako, utoe hesabu iliyo sawasawa, utoe hesabu itakayokupa ushindi mbele za Mungu, akisimama kama hakimu. Na kwa bahati nzuri, Mungu ni hakimu mwaminifu, hana upendeleo. Na katika hakimu, Mungu anapotoa hukumu yake anatoa kwa haki. Mahakimu wa dunia hii wanaweza wakapindisha haki. Mahakimu wa dunia hii wanaweza kauza haki ya mtu. Ndio maana kuna watu wanateseka mahakamani, haki wanazo, lakini kwa sababu ya unyonge, kwa